Kazi anaanza kukwambia I want to leave. Usijaribu hata kama anakaa kama malaika. Don't convince her to stay. Mwambie tafadhali nashukuru kwa ule muda tumekuwa na wewe. I do have my blessings. Release her. Because the grace to be with you is over. Anything that can encourage beyond that is minus the grace. Na hapo ndio sasa mtoto atapewa mafuta taa. Mtoto atakorogewa mafuta taa kwa chakula. Kwa sababu neema ya kukaa kwako ili lisha wewe ndio unajaribu kuextend. I also tell servants of God, ukiona mshirika ambaye anapotea kanisani, wajana na yeye. Maandiko anasema na kondoo wanasikia sauti ya mchungaji wao. Kuna wale ambao wanapotea kwa sababu ya discouragement, lakini kuna wale anahama kwa sababu muda wake kwa maisha yako imeisha. There are people God brings to your life for a season and for a reason. Are you getting me? There are people who God brings in your life for a season and for a reason. When the reason is over and the season is over, they have to go. Whether you like it or not. No matter how good they are, they will go. Praise the name of the Lord. But it is for us as servants of God to be able to discern the times. Notice the times that the Mungu sasa anasema nataka huyo mtu aondoke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So avoid negative people. You can write 1 Samuel chapter 17, 28 to 52. Hatutasoma, utaenda kusoma. Pale ni Eliab anajaribu kumwambia Daudi, sasa wewe umeacha na nani kondoo? Sasa hiyo Daudi anasikia kwamba ako na anointing ya kumwangusha Goliath. Na anajitokeza, I am ready to bring this Goliath down. But Eliab the elder brother, be careful of elder brothers. We have elder brothers who are always there to discourage us. Eliab anamwangalia na mwambia, wewe kijana, ninajua utukutu wako, umekuja kujionea vita. Alijua vijana wanapenda kuja kuwatch. Anamwambia wewe umekuja kujionea vita tu. Umeachia nani kondoo? Praise the name of the Lord. There are people who always see you and rate you according to their own understanding. You know, people are so judgmental with their eyes, the way they see things. Kuna mtu anakuangalia hivi, amesha kudespise tayari, amekupatia marks, amekupima kiroho, anajua uko na roho kiasi gani. There are people who are so judgmental. Eliab alikuwa ameshamwangalia Daudi na akamdespise. Umeachia nani kondoo wewe kijana? Praise the name of the Lord. Avoid negative people. Praise the name of the Lord. Number 3. Remember your former victories. If you want to be a good winner, or if you want to be a strong giant killer, always be a person that can remember the former victories. Kumbuka yale mambo Mungu amekutendea. Usiwe mtu wa kusahau. You know, the testimonies, and that is why neno la Mungu linasema, such in Revelation 18:11, they overcame him by the lamb, blood of the lamb, and the word of their testimony. Revelation 18:8 or 11. Somebody remind me. Imenitoka kidogo. They overcame him by the blood of the lamb and the word of their testimony. Testimony is a weapon. Ushuhuda ni silaha. When you are testifying about what God has done, that is a weapon to the enemy. Daudi alikuwa amejua hiyo siri, na ndiposa alisimama na ushuhuda. Akasema, ni mimi ambaye Bwana ulinitumia nikamwangusha Bwana. Ni mimi Bwana ulinitumia nikamleta dubu chini. Na hata siku ya leo huyu Mfilisti aliye mbele yangu ataenda chini katika jina la Yesu. Testimony. The power of the former victories. God, Mungu wetu anapenda sana kukumbushwa the things that he has done. That is why he was always reminding the children of Israel, I am the God that delivered you from Pharaoh. I'm the Lord that delivered you from Egypt. Bwana alipenda kuwakumbusha kila wakati, mimi ndiye Bwana niliyewakomboa kutoka kwa Farao, mimi ndiye Bwana niliyewakomboa kutoka Misri. Hata na wewe fanana na mapenzi ya Bwana. Penda kumkumbusha Mungu ile ushindi amekupatia. Mwambie, Baba, si ni wewe ulinishindania 2020. Baba, si ni wewe ulinishindania hata 2021. Baba, si ni wewe
2025 Baba, ninakuaminia utanishindania. Haleluya. Anapenda kukumbushwa. Always remember the former victories. Kabla hujaenda mbele za Mungu kulalamika na kunungunika, God, why have you not done this? God, why have you forsaken me? God, why have I prayed and it has not happened? Kumbuka mambo amekutendea. Kumbuka yale yamekutendea. Mungu, nilikuwa njaa, ulinilisha. Nilikuwa nimekabwa na maadui, ukaniepusha. Have you ever found yourself in a situation haujui utajitoa namna gani? Amen. Yani you are in a situation na umepewa deadline. Umepewa deadline na hujui utajitoaje, hauna njia, unajaribu kufigure out things lakini haupati picha. But in one way or the other, Bwana akakupitisha mahali hapo. Mkumbuze Baba, hata wakati huo nilikuwa katika ufuo wa bahari ya Shamu. Baba, you made a way where there seemed to be no way. Hallelujah. Remind him of the former victories. 1 Samuel chapter 17, verse 34 to 37. They overcame him by the blood of the Lamb and the word of their testimony. Is in Revelation 12:11. Revelation 12:11. Ushuhuda una nguvu. Ushuhuda una nguvu. Wapendwa, ushuhuda una nguvu. I always tell people, if you don't testify, you attract even more temptations. Sijui kama umewahi enda kwa sherehe. Maybe uko katika sherehe, na hiyo sherehe iko na mchanganyiko wa watu. Iko na watu ambao wameokoka na iko na watu wa secular. Watu wa kawaida. Who can eat anything. Bwana Yesu asifiwe. Alafu mnaambiwa introduce yourselves. If you don't say you are born again, my friend, utakiwa taska mbele ya meza yako. Because huku shuhudia. Utakuta umeletwa taska. Unajua pombe zinatoanga majina ya ajabu ajabu. Scorpion. Yaani wanajua ni vitu inadunga inaumiza, inaua. Sijui ingine inaitwa Terminator. Yaani inakutaminate. Wewe. Wewe enda kwa sherehe, kataa kutestify, utaletewa Terminator. Hapo mbele yako na the one serving ana makosa kwa sababu hujasema, hujajitambulisha. Lakini simama tu na useme, I am Evangelist Colgate and I'm born again, Jesus is Lord. Amen. Bila hata kuongeza neno lingine, utaletewa soda Fanta mbele yako. Because wametoa ushuhuda wako, umewaonyesha tayari what you can take and what you cannot take. Amen. That is why the testimony is a weapon. Praise the name of the Lord. Number 4, do not fight with anybody's armor. Usipigane na silaha za mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. If you read 1 Samuel chapter 17, verse 38 and 39, mtanisamee ama najaribu kuwapea tu scriptures ndio ukasome for the interest of time. Tukisema ni scripture ndefu, tukisoma zote tutatoka hapa saa 8. I'm trying to make the message shorter. Praise the name of the Lord. So ukisoma pale utakuta Daudi, wakati hao wajamaa waliangalia wakaona Daudi ameamua na akajijaza kumwangusha na kupigana na Goliath. Sauli alitoa mavazi yake ama alivua mavazi yake akamvalisha nani? Akamvalisha Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikuulize swali. How can what has failed you make me succeed? What has failed you? Silaha za Sauli zilikuwa zimekosa kumsaidia. Zilikuwa zimekosa kumsaidia kupigana na Goliath. Alafu anampatia Daudi hizo silaha zake apigane nazo. What did David say? I cannot do with them. I love what David said.
because I have not approved them. Wana wa Sefa walifanyaje? Wana wa Sefa walipojijaza wakaenda kutoa mapepo kwa jina la Yesu ambaye Paulo anahubiri. What happened to them? Walinyoroshwa, walitandikwa. That is trying to fight with somebody's. Ama unajaribu kupigana na silaha za mwenzako. Uanze ukaanza kusimama. Wewe umekosa kusimama na Mungu. Umekosa kutafuta Mungu. Umekataa maombi. Alafu unaendea mapepo, unasema kwa ile jina la mchungaji wetu ambaye anahubiri kitokee. Kanyoroshwa. That is trying to fight with somebody's. Praise the name of the Lord. Romans chapter 13 verse 14. Uko pale? Romans 13:14. If masomo ni ndefu, nimefupisha sababu ya muda. Romans 13:14 inasema hatujafika mtu wetu. Where are you, screen man? Ama alitoka? I don't like this version. Kuna version nyingine inasema clothe yourself with the Lord Jesus Christ. Ingine inasema put on Jesus Christ. Kiswahili inasema mvaeni. Nani yako na Kiswahili? What version yako inasemaje? Who has a different version? Niko hiyo. Yeah, hiyo. Rather clothe yourselves. That is what I wanted. Rather clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. You do what? You clothe yourself. Hilo ndio vazi ambalo Daudi alikuwa amedhibitisha. Alipovalishwa na Sauli, akasema hili sijalidhibitisha, lakini kuna vazi ambalo nimedhibitisha, ambalo ni Bwana. I have fought the battle in the name of the Lord. That is the weapon that I have approved. And with that weapon, I face Goliath. Praise the name of the Lord. David had approved the Lord. And that is why lastly pale anasema number 5, confess faith by the word of God. Confess faith by the word of God, and remember the battle belongs to the Lord. That is what David confessed. Kasema vita ni vya Bwana, na ili jitu lililosimama mbele zangu siku ya leo, nyama zake nitawapatia ndege, wakakule ndege wa anga. Praise the name of the Lord. That is a confession of faith, knowing that the battle belongs to God. Bwana Yesu asifiwe. Clothe yourself with the Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 6 verse 11 to 12. Verse 11 and 12 inaongea juu ya putting on the whole armor of God. Praise the name of the Lord. Inaongea juu ya kuvaa silaha zote za Bwana. Hizo ndio silaha ambazo Baba anataka tukavae wakati